County of Laikipia, rais na mimi tulipata kura mingi sana, na kuna ahadi tulitoa wakati ya uchaguzi, na mimi mwenyewe ndio nilikuwa hapa kwa niaba ya rais, na nikafanya economic forum pale Nyahururu, na tukakubaliana ya kwamba tukichukua nafasi ya uongozi, Mwenyezi Mungu akituonekania kupitia mikono yenu, kuna mambo kadhaa tutafanya na tumefanya. Ya kwanza ilikuwa ni mambo ya usalama, na mimi mwenyewe nilipeana hiyo ahadi kwa niaba ya rais, na kati ya mimi na rais tumehakikisha ya kwamba usalama umedumishwa Laikipia. Hivi juzi tu tuliongeza NPR 250 na kulikuwa na wengine, na mlio wa risasi umetulia na itakaa namna hiyo. Inataka nipeane ahadi kwa niaba ya rais na serikali yetu. The county commissioner and his team, they have done a very good job, and I really want to commend them. Tuendelee kulinda wananchi wa Laikipia wakae kwa amani. Kila mtu apate nafasi ya kujitafutia riziki bila watu kupigwa risasi na watu kusumbuliwa, na tutaendelea kudumisha usalama katika kaunti yetu ya Laikipia. Again, tulipeana ahadi mambo ya watu kusumbuliwa na ndovu na wanyama wengine wa pori kuvamia mimea ya wakaaji wa Laikipia. Mnajua tulikuwa na rais pale Laikipia West, na ile ua fence, electric fence inaendelea. Ndio wanyama wa msituni wakae msituni na wananchi wakae kwa mashamba, tuheshimiane. Kwa sababu wanyama walikuwa wanavuna pahali hawajapanda. Tumeambia wakae kwa miti, wakule nyasi, na ile vitu vingine vinaweza patikana msituni. Mambo ya mahindi na maharagwe waachie sisi, hiyo ni yetu. Na hiyo tumekubaliana. And that is going on. Mambo ya barabara ya kutoka area Nyanyuki kwenda Rumuruti is on course. Mambo imekuwa ngumu, lakini as things are improving, that is another commitment we shall honor, among many others. Mambo ya borehole, mambo ya dams tutaendelea. Sitaki niongee sana, nitarudi tuongee mambo ya maendeleo, lakini county yetu tumeshikilia vile inatakikana. Mambo ya madawa za kulevya na pombe haramu ya kuua watu, mnajua tumefanya juhudi. Hiyo ni kazi rais alinipatia niongoze, and I'm happy ya kwamba hapa Laikipia our officers have done a good job. Kanisa pia mtusaidie kwa mambo ya rehabilitation ya wale wamekuwa addicted, kinge vijana wetu kutoka kwa hii mambo ya mihadarati na zile pombe ambaye zinaua watu. Anidrake nali utodo kumana kemati gukoma mitaro na gukoma rungu rwa itanda. Leo ndirajia kuona ni kuragira gikoguo na bara ndirona atimia mekirite kibura no kona maria tungu harini ukamenya ni kwega, ukamenya ni kwega. Turenda athuri na atimia maikaranie wega nigetha tugie na ciara tonde kirathimo nitiguo na ciara nyingi ni kindu kiega, kindu kiuru kinene no ki okironda. Ndĩrenda rĩu anake na atimia tuongerere rũrĩrĩ nigetha ngĩũka ndithemba gũkũ ngaigua no ng'e itũra rĩu no ng'e ngamenya nĩ hega, ngamenya twĩ raini-inĩ tondũ nĩ wega tũrĩ aingĩ, ti ũru, no wega tũrĩ aingĩ. Njoke njuge ngĩrĩkia, mũhunjia nĩ auga ena kana first class honors ya law, kalenda guthie Kenya School of Law, akaga mbeca cia uthoma, na tono ndariuka no akijira kaunti ngire muningo kwera ndigathomithie nigetha agatuika wakiri goke karute wira. It's something I can do. Nitukuoya details nigetha ndigatware cukuru tuhote gugateithia. Nikimalizia, let me say that our country faces difficult moments. And as a deputy president, as a leader of this country, I want to call for peace and calm. I want to say that this is our own country, we have no other country. And I want to ask the people of Kenya to make peace, observe peace, and keep away from violence. The young generation, Gen Z, as your father, my sons and daughters, we have heard you. You've spoken very clearly. The message is home.
What you started as peaceful protests, unfortunately, have been infiltrated and hijacked by criminals with criminal intent, who are now engaged in looting and creating mayhem. I want to, as a father, as a parent, to appeal to my children, my sons and daughters. Listen to us as your parents. I think if you agree, we want to plead with you to call off the protests so that criminals do not hijack them and engage in criminal activities. The president has already acceded to your plea to be heard, and you will be heard. But anytime now you call for protests, criminals with bad intent are hijacking and using that opportunity to loot, to steal, and to cause mayhem. As our children, you owe this country peace. Please consider, now that you have been heard, don't allow these criminals an opportunity to take advantage of what you had started in good faith with a message to the country, infiltrate and hijack and bring chaos to our beautiful country. That is my plea as a parent to my children. And I want to say that now that you have been heard, a mechanism is being worked on how the issues that you think needs to be addressed will be addressed. Once you call off your protests, then our security agencies will be in a position to deal firmly and decisively with criminals in accordance with the laws of this country. I want to ask our leaders, the way they have started here is a good beginning. Let's tone down. Let us bring down temperatures. Let us all build our country. We have only one country with one leader. Let us embark on peaceful coexistence among people so that we enjoy the fruits of our labor. A situation of chaos and mayhem is not conducive for people to carry on with their lives. That is my plea to all leaders in the country. It's my plea to our young generation. It's my plea to everybody to understand and appreciate that we don't have another Kenya, we only have one Kenya. And we all must do what we should to make sure that there is peace and harmony in the country so that we are able to lead a good life. I want to thank my boss, President William Ruto, who has sent me with condolences to our family. And I also thank him for the support that he has given us in terms of solidarity, in terms of financial support. He has stood with us like a brother. He has always stood with my family at all times when we face difficulties. And he has sent me to read his condolence, which I will. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya, and Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces, to the family and friends of the late Mama Leah Wangari Muriuki. Our country has lost a respected and hard-working woman. Mama Leah Wangari Muriuki was progressive, responsible, and caring. She was a selfless and devoted figure who served the community with distinction. Mama Wangari was abundant in fresh ideas and thoughts that transformed the lives of many people that she taught. She was a prayerful philanthropist, industrious, agripreneur, and a great lover of education.